moja afika nyumbani. Walikuwa mbona tulioni si mbele tunaona kombe kabisa. Wewe mchafuko. Kama umekuja kwa Edi, Edi nitaikuta. Kama umekuja kwa Shari, Shari nitaikuta. Mimi naomba kuambia jambo moja. Mimi mchafuko huwa sitishiwi nyao. Wewe mtoto mdogo sana kwangu, nisumbui. Mimi watoka kwa mjini kwa wanijua shughuli yangu. Mimi waita mchafuko, nitachafua kweli kweli. Na kama huyu akuagiza ufanye huo ujinga wako, mimi nataka kukomesha wewe. Mimi ni mtoto mdogo. Ila katika ulimwengu wa roho mimi ni mtu mkubwa sana. Na katika ulimwengu huu pia mimi ni mtu mkubwa sana. Huwezi ukanishindwa kwa kitu chochote. Na mimi nakwambia jambo moja sasa. Mimi nakwambia jambo moja, sawa? Kuwa makini. Wewe huwezi kunishinda. Unalazimisha vipi maniache nakwambia? Unataka kutoka nje hapa. Nikuache nini? Yaani ukirudi, wewe ni pombe tupu. Hamna tamda kusema kuna kazi jenga familia huko ndani. Hamna. Yaani wewe ni pombe na wewe angalia hii asubuhi tunaanza. Wacha bebi wangu, wacha. Wewe, chanzo cha mimi kwa mrefu wewe unakijua. Mimi nimegombea mwenyekiti mtaa. Umeamua wewe kutonipa kula hata moja. Kuna wanakijiji 3000 mtaa mzima huu. Napata kula moja, najipigia mwenyewe mimi. Wewe bwana unipendi, saka ungeona penda ungenipigia kula. Wewe sikia mwanangu, unapoongea usishike. Afuna unachagua nini na hiyo mipombe yako hii. Sasa ungenichagua sike kwa mlevi mimi. Mimi kwa kijana safi, nimegombea mwenyekiti au ndio nakwambiaje sasa? Yaani tipu, yaani usipoacha pombe, taka kama utanipa. Ndio nakwambia hivyo. Usitishie habari. Yaani wewe tipu ile nakwambia. Hii pombe bila kuacha nakwambia. Taka kama utanipa. Ungejua mashaa sawa. Sawa. Ndani kwa taka moto. Yaani wewe umeamua mwenyewe kufanya unalotaka. nakwambia hivyo. Nenda nipata bibi mpya. Haiwezekani kijiji hiki na watu 1000. Unitishi nakwambia unitishi. Nimepata kula moja. Nimejipigia mwenyewe. Nimejipigia mwenyewe kula. Naomba niache. Muone kwanza. Yaani hii pombe tuangalie kwanza. sawa, ni wewe unaona mimi sina thamani. Ndio nenda kaya huko hapo kirudi. Unataka ukae. Mpaka njia nimesahau. Piki na magia. Nipulisha kazi pombe tuangalie. Mwanamke una mdomo kale ndio. Toka hapa. Wewe utakujua beti wewe. Una mdomo sana wewe mwanamke. Niache bwana. Wewe kijiji kizima hiki nimepata kula moja, nimejipigia mwenyewe. Afu
Ndo hapo kweli. Nyumba mwenyewe kwa sababu tunakutana nini tu wazi hapo. Labda ada chooni bwana. Unajua? Kwa sikile chakula nje na nyuma hapa. Wanapenda kula. Wewe njaa yumi. Musa kachoka jamani. Yaani wapenda kula baba walalamika kweli yani wewe. Sasa kama njaa inauma kaka tusiseme. Huku sio kwa mjini, huku kijijini. Shazoea kula. Huyo bonga. Aha. Jomba. Jomba huyo. Karibu. Karibuni sana wajomba. Jomba. Na siku nina mjomba. Wajomba. Karibuni. Wao wajomba. Marahaba mjomba. Hebu nikupokea kabisa na bega. Nimechoka sana. Poleni na safari. Kweli? Bana kuna kitu kidogo maana mapema sana. Hebu pale tusamua huko kwanza. Achana na nani na wewe. Tunakula sisi tunalala. Kwani chakula cha mchana. Mjomba. Unaanza kuona maneno. Yaani bwana mjomba mimi labda kwa jambo moja bwana. Yaani hao toka kwa mjini bwana. Yaani wakuwa na shughuli tu, wakuwa na shughuli mpaka afika hapa yani. Yaani wafika hapa mpaka wafanya kazi. Bana huko Unazaliwa huko. Wenyewe. Umechoka? sana bana. Bana karibuni mkae hapa. Sana. Mtoka mpumzike kidogo hadi. Ni bwana wakaa hapa bwana. Bwana yaani mimi wakaa hapa bwana wakuta kama wakaa chini. Mjomba sasa unaongea Kizanzibari na mjomba bwana tunajua uko mjini wakaa muda mrefu mjomba. Mjomba mimi bana vitu vyangu hivi. Mjomba bana mimi nashukuru karibuni sana. Hakuna cha ugeni kwa sababu mimi hapa ni nyumbani na nyinyi pia ni nyumbani kwenu. Usiwe na wasiwasi mjomba. Kwa hakuna cha kunishtukiza acha nini. Kwanza nimefurahi kuja kujioeni. Bwana mjomba. Si bwana wakuja hapa kwa ghafla sana. Ndio mjomba. Maana mimi wakaa kule bwana na Leila na Vumi. Wafikiria wasema sasa hii mwaka huu ina kwa mjomba kwanza. Ndio na mimi nimefurahi sana kunitembelea wajomba yani. Maana huyu Musa watoka kwa ndogo huyu. Sana. Nikamsahau. Unasema kwa bonge. Namuona. Bwana huyu mjomba. Unamaanisha humu ndio tunalala sisi? Kwenye ikulu hiyo nitalala mimi mwenyewe mjomba. Ila nyinyi mtalala kwenye nyumba ile ambayo ile kwa ajili yenu nyewe wajomba. Nimwambie choo. Ile ndio ulisi ambao ameuacha mama yenu. Kwa hiyo lazima mfike kwenye nyumba yake pia. Na hisi atafurahi dadangu. Sichooni kabisa kule tunalala sisi. Mjomba, tungefika muda kabisa. Lakini huyu mwanao mchafu katusimamisha huko barabarani. Mara sijui mchawi, mara sijui mtoto, mara sijui nini. Uongo mdogo wangu Vumi. Kweli kabisa tusema dada. Yaani ni kaka alikuwa anaongea na yani hata mtu hata aonekane aeleweke yani hata tumuelewi kaka na tatizo gani. Ni kweli mjomba. Katika kijiji hiki masuala ya uchawi ni hapo kweli. Na mbaya unashangaa mjomba? Na tena katika kijiji hiki wachawi wanaofahamika huku sio ni watu wazima kama mlivyozoea kwamba mchawi anakuwa mzee pengine kama vijiji vingine, lakini huku wachawi wako na watoto wadogo. Siwatishi. Hamna mjomba. Kama mnakaa kwa sababu mpo si wenyewe hapa kwani emaya hii hakuna mtu ambaye anagusa eneo hili. Kwa hiyo msio na wasiwasi sana kueni kwa amani. Ndio maana namwambia hata mjomba hapa. Usalama zaidi yupo kwenye nyumba ile ambayo ameacha nani? Marehemu mama yenu. Kwa hiyo msio na wasiwasi yani mule mnalala vizuri, mtakula vizuri, yani kila kitu kitakuwa safi mpaka siku mnaondoka bila kupata shida yoyote. Kinzuri huyu ndo mtoto pekee ambaye amekula mila kwenye ukoo wetu sisi. Kwa hiyo wengine muda mwingi mlikuwa mnaondoka mnaenda mmetokea mlivyochukuliwa na shangazi zenu kule mijini. Manake huku sisi yeye alibaki na sisi, kwa hiyo unakuta mambo mengi au kijijini anajua. Kwa hiyo ndo maana unakuta hata kumgusa yeye sio rahisi. Kwa familia yetu kuna mambo ya mila. Mambo hayo hayakosekaniki mjomba, na ndio maana huyu kawaleta huku ili nyinyi mpate hiyo mila, ili nyinyi iwe kinga kwenu hata huko mjini kwenye shughuli zenu msipite vikwazo kama hivi.
tumekuelewa. Haina shida mjomba. Karibuni sana kwa kuwa mmefika. Nyinyi niliwakataza msije nyumbani kwangu. Naona mnisikii. Naombeni mnisikilize mimi. Wewe sikia. Sisi tumetumwa kazi. Na mkuu ndo katutuma hiyo kazi. Na tupo hapa kutekeleza hiyo kazi. Kwa hiyo usichanganye. Hivi mnajua kama mnafanya makosa? Amniheshimishi mimi. Wazazi wangu wakijua kama mimi ni mchawi, watakuja wanifanyia kitu kibaya. Na wakisha nifanyia kitu kibaya, ndakuja nije niwapate nyinyi. Kwanza mimi sijui wajibu wangu kwamba ikifika saa ngapi unawezekana kufika pale au sijui. Mpaka mnipate wazazi wangu. Nishawakataza. Hii zaidi ya mara pili. Pia chini nitawaua. Usijifanye unajeuri. Maagizo tushakupa. Nadhani unajua kama hii ni zamu yako. Mtajua nini? Naombeni mtoke fanya haraka na muharakishe mtoke hapa. Sawa, sisi tunaondoka. Nisikilizeni. Leo nimewaita kikao hiki, ni kikao cha pili. Ninaona mnaleta masiara sana na hii kazi. Na mnasahau kabisa kwamba sisi ni wapiga kazi muda wote tukitulale. Leo kikao hiki ni cha pili. Tunataka tujue Doli amefikia wapi. Maana tulitegemea juzi tutakula nyama. Sio ndio hivyo? Tunashangaa mpaka leo nyama haijaletwa hapa Kilingeni kwetu. Shida nini? Kwa kweli mkuu, kila napotaka kumtoa Swaiba kafara ninashindwa. Doli, nimemtoa mama yangu, nimemtoa shangazi yangu. Bado ikuishia hapo, nimemtoa baba yangu. Ona, umemla mama yangu paja na mimi nakuangalia tu. Sasa hivi ndugu yako unamchekea. Oa, mama yangu ananiuma. Naona mimi unamchekea wewe. Hiyo kazi nipe mimi. Wewe nikikugea kazi wewe unaharibu. Unaacha kwenda kumchukua, unaangalia maumbile ya watu au una akili mtoto? Kwa hili jambo nimeniumiza sana. Haiwezekani ndugu yake anamdekeza tu. Na sisi sasa hivi tuna na nyama. Doli, unaleta masiara na kazi? Hapana mkuu. Chapombe, umemsikia wewe? Ndio mkuu. Kwa nini kazi usinikabidhi mimi? Wewe ni kukabidhi kazi au mdoto unalewa pombe? Sasa Doli nisikilize. Ninakugea mtihani wa mara ya mwisho. Usipotekeleza mtihani wangu, acha Mungu alaye tunakula bicho lake. Tulikubaliana ukishindwa kumtoa mzazi wako au ukishindwa kumtoa mdogo wako, tunakukula mwenyewe nyama tena kwa pilau. Tunakulamba. Tunakulamba kabisa. Usilete mchezo siku kwenye kazi. Haya, naomba tuondoke. Tumemaliza tondevya. Swaiba, umekuwa maba. Mume wangu. Habari ya huko? Salama. Naona mnaupiga. Mchana njema hivi. Kama ndio unavyotuona. Hebu mwanangu, weka pale kwanza babako afu. Chukulia kwa kiti pale kaa. Mume wangu karibu. Yaani bana nilikotoka huko. Eh. Safari imekuwa ni ndefu.
kweli. Nikasema nyumbani, jamani zako. Salama kabisa, sijui wewe ulikotoka. Mimi salama kabisa. Sawa, umefika muda mwafaka mume wangu. Nawa maji ili tuendelee kula. Wewe Swaiba? Mwenzako yuko wapi? Mimi hata sijui. Hivi Doli yuko wapi? Sasa unaniuliza mimi mtoto alishakuwa mkubwa yule kweli mume wangu? Yaani yule mtoto kuniuliza maswali mimi? Mimi sijui alipo. Yaani mke wangu mara hii Doli akuwa mkubwa? Sasa mtoto kama yule unaniuliza mimi nitamfunga miguu akae nyumbani. Yaani shida kwamba mnakula nyinyi wawili. Doli hayupo ndo maana wauliza yaani Doli. Yaani mpaka napika chakula na maliza yule mtoto ametoka alivyosema mama mimi naenda sijui wapi kwa rafiki yangu mpaka sasa hizi sijamuona. Mimi sijamuona. Nisikilize kwanza, mimi sitaki utaniu bwana. Na ndio maana mimi nimetoka huko safari yangu. Yaani roho yangu yani naona kama yani inaniuma hivi fulani. Kuna jambo gani? Wewe mtoto toka atoke asubuhi unasema ujue yuko wapi kweli? Mkanitafutie bwana Doli bwana, mimi sitaki bwana mama nani. Yaani mimi nitoke hapa na miguu yangu nikamtafute mtoto wako wewe kweli? Kwa hiyo nyinyi mnakula hapa vizuri tu afu Doli hayupo, nyinyi mnasema uweze kwenda kumtafuta. Mimi chakula kisiwezi nikala. Wewe kama umesusa mwenyewe, hebu tule mwanangu. Na baba. Nataka mkanitafutie mwanangu, naingia ndani nikitoka mkamtafute Doli. Mimi sitaki utani bwana. Sawa? Tule mwanangu. Wao waache wenyewe na mambo yao. Baba vituko, mtoto vituko. Vipi? Hadi kwenye kula? Mama, naomba swali niulize. Mbona baba anampenda sana Doli? Yaani ndo hayo maswali ambayo wewe unayejiuliza na mimi ndio maana na yule mtoto simpendi kukaa hapa. Kwa sababu yule mtoto ingekuwa kama ni mtoto wa kuokota tu, kwa nini mapenzi yote yanahamisha kwa yule mtoto? Mimi na wasiwasi yule mtoto atakuwa ni wa kwake, hajamuokota. Basi tumuulize. Saa hizi mwanangu. Hebu tule kwanza ubwabwa. Maana alivyovimba babako si umeona hapa? Nikiingia ndani nikitoka dakika moja na wapo. Umeona? Alivyojaa sumu. Yaani tule, si unajua ubwabwa na kisamvu mtamu. Mbala. Tule ubwabwa na kisamvu mwanangu. Baba huyo shibe, baadaye ndo tutamuuliza. Sawa, mpaka poe. Chakula kitamu sana Nataka kanitafutie mwanangu. Kesho unatafuta mimi. Leo nawaambia kitu mnaendelea kula, nataka kanitafutie mwanangu.